hivi karibuni tumefanya maamuzi magumu sana katika eneo ambalo siwezi kulitaja, kwa kulinda heshima ya kibiashara ya wahusika. Kuna kampuni, sio kwa nia mbaya, kwa sababu ya sheria, nimewapa muda wamalize muda wa mwaka mmoja, wafungashe virago, warithishe ujuzi. Kazi hizo zitafanywa na Watanzania katika kuisimamia sheria yetu ya local content. Hii itakwenda kuongeza wigo kwa Watanzania wengi zaidi kuweza kushiriki. Eneo lingine nitaka nilisemee la compliance. Ndugu zangu, kila nchi lazima iheshimiwe kwa sheria zake na kanuni zake. Naomba pia watu wote, hasa ninyi kampuni kubwa mlizoko hapa nchini, endeleeni kuhakikisha mna comply na matakwa ya sheria. Hakuna mtu hata mmoja mkubwa juu ya sheria, na hakuna wakati wowote ile sheria inaweza ikapindishwa kwa ajili ya kampuni moja. Haiwezekani. Naomba nirudie tena, hakuna mtu yoyote au kampuni yoyote ambaye ni mkubwa kuliko sheria tulizozitunga, na hakuna wakati mwingine wowote sheria hizi, kanuni hizi zinaweza zikapindishwa kwa ajili ya kampuni moja ili kuweza kufanikisha malengo. Haiwezekani. Ukitaka uwe rafiki wa wizara ka comply, no shortcut. Tunataka watu wote wafuate taratibu tulizoziweka. Sheria za nchi ya Tanzania ziheshimiwe. Sheria hizi zimetungwa na chombo kikubwa cha Bunge, ziheshimiwe. Hakuna wakati wowote ambapo itafanyika tofauti. Nimesikia tena kwenye corridors zenu wawekezaji mnasema, yani sisi tunakuja na mitaji alafu tunapangiwa cha kufanya. Nataka niambie pia, mmekuja na mitaji, mmeyakuta madini ya Tanzania. Mmekuja na mitaji, mmeyakuta madini Tanzania. Hii ndio bargaining chip ya nchi kuweza kunufaika. Hakuna wakati wowote ule kwamba tutaacha kusimamia sheria kwa sababu tu itaonekana labda tunakwaza baadhi ya wawekezaji. Narudia tena, mwekezaji kuja hapa nchini kuwekeza alipitia legal framework yetu, alijua sheria zilizopo. Hakuna wakati wowote itafanyika tofauti. Umekuja na mtaji, tunawathamini sana wawekezaji, tunawaenzi sana. Fuateni sheria zinavyosema, fuateni taratibu zinavyosema. Hakuna mtu wa kuipangia serikali, hakuna mtu wa kuipangia serikali. Kama ndo hivyo, itakuwa nchi ya ajabu sana kwamba kila anayekuja na mtaji hapa, kwa sababu tu kigezo cha mtaji, afanye anavyojua yeye, kwa sababu tu ya mtaji wake. Hatuwezi kujificha kwenye kichaka cha mtaji. Tunaheshimu sana uwekezaji, lakini pia tuheshimu sheria za nchi yetu ya Tanzania. Ni lini Mtanzania huyo atanufaika na madini ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia? Yaani, kwa nini ikiwa usimamizi wa sheria ni kama kuwakwaza wawekezaji? Kwa nini iwe hivyo? Nataka nisisitize hapa, ndugu zangu, naheshimu sana mitaji iliyoko Tanzania, lakini naheshimu zaidi sheria na taratibu za nchi ambazo tumejiwekea.
Hii ni muhimu sana. Hii ndio heshima ya nchi yetu ya Tanzania. Hakuna heshima kama hiyo. Hii ni nchi, lazima iheshimike. Lakini tutaendelea kutoa usaidizi kuhakikisha tunaboresha mazingira mazuri ya uwekezaji hapa nchini Tanzania. Eneo lingine, kwenu wasambazaji wa bidhaa wa Tanzania, sisi huku Wizara ya Madini tunasimamia sheria, tunahakikisha mambo yote yaliyoko content yanafanywa kazi. Ninyi mna jukumu la kutoa huduma zenye ubora na kwa ufanisi wa hali ya juu. Msijifichie kwenye kichaka cha uzawa, isije ikawa sababu pia itakapobainika hamwezi kufanya, tutafanya pia maamuzi. Hawa ni watu wanakuja na mitaji yao, wana standard zao pia za kuoperate, tuzipeleke uolela olela. Nataka na ninyi pia muone nafasi yenu ya kuhakikisha mnaimarisha huduma na bidhaa ambazo mnazitoa katika migodi. Lakini pia leo mara nyingine nawasisitiza, acheni personal glory. Mnapenda utukufu wa mtu mmoja mmoja. Kuna baadhi ya maeneo mnaweza mkaungana mkafanya vizuri, lakini mnapenda utukufu wa mtu mmoja mmoja. Wenzenu wengi waliofanikiwa walikaa kwa pamoja. Kuna baadhi ya maeneo unganisheni nguvu. Na nasema haya, mimi ndo niko pale juu, nafahamu kinachotokea. Huwa najisikia vibaya sana mnapovutana mashati kwa kupigana majungu na kuwekeana vikwazo. Mimi wanawashangaa kweli kabisa, na washangaa siwaelewi. Ndugu zangu, hii space ya mining kubwa sana hii, mnaweza mkatengeneza utaratibu hata baadhi ya maeneo wakitangaza tenda mwe mnapishana baada ya kwenda kukumbaniana watu sehemu moja, lakini hamwezi kufanya hivyo. Kila mtu anataka utukufu wa mwisho. Mimi nayasema kwa sababu nayaona, lakini nataka niwatie moyo, mna uwezo wa kufanya vizuri zaidi. Niwape mfano, eneo moja la blasting na explosives. Tulizoea hizi kazi kwa zinafanywa na wageni, watu wangu kubwa sana. Leo mmejenga uwezo wa Tanzania na mnao taasisi yenu ninyi katika blasting na explosives, na mnafahamu huo ndio moyo wa migodi yote. Mnaweza mkakaa mkatengeneza utaratibu wenu mzuri wenyewe kwa wenyewe nje ya serikali, ili muondoe baadhi ya vitu ambavyo sio lazima sana. Najisikia faraja kulitaja ile eneo kwa sababu naona kuna ukuaji mkubwa sana hivi sasa na uwezo wa kufanya kazi hizi katika maeneo mengi sana. Najua tu mmebakiza teknolojia ya kwenye underground, lakini ukiangalia mnyororo mzima, yani kuanzia kuwa na MMUs, MCUs, lakini vile vile na emulsion sasa inapatikana Tanzania. Kila kitu tuna uwezo wa kutoa hapa Tanzania. Na ndugu zangu, lengo letu kama wizara, tunataka tuifanye Tanzania iwe kitovu cha utoaji wa huduma za migodini kusini mwa jangwa la Sahara. Msishie kufanya Tanzania tu, mvuke na mipaka ya Tanzania. Hayo ndio malengo yetu pia kama serikali, mwisho wa siku waweze kutimia. Haya yote yanafanyika ndani ya nchi yetu ya Tanzania na yanawezekana kabisa. Kwa hiyo nataka niwatie moyo, lakini nakuwataka pia
muhakikishe mnafanya kazi kwa pamoja, mshirikiane kwa pamoja. La mwisho, nataka niwape trajectory ya wizara kwenye eneo hili. Tunafikiria nini? Cha kwanza, tunafikiria na kujiwekea mkakati asilimia kubwa ya bidhaa ambazo zimekuwa zikiagizwa kutoka nje ya nchi sasa zianze kuzalishwa hapa ndani, kwa nini pia kuingia ubia na baadhi ya makampuni makubwa. Mheshimiwa Rais ameelekeza eneo lililokuwa la mgodi wa Buzwagi lenye ekari 1341 ambayo hivi sasa linaitwa Buzwagi Special Economic Zone, linatengwa sasa kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vya uzalishaji wa bidhaa na huduma za kuchochea shughuli za kwenye migodi. Yaani nataka GGM badala ya kuagiza vitu South Africa aagize vitu kutoka Kahama. Tunataka Barrick badala ya kuagiza vitu kutoka Uholanzi aagizie Kahama. Tunataka Sota, Kabanga, halikadhalika wote hao wafanye hivi. Ndio tutaifikia hii ndoto vizuri. Hivi sasa pale Kahama tuna maombi ya makampuni 31 ya kujenga viwanda vya uzalishaji wa bidhaa za migodini. Nataka niwatie heshima wa Tanzania. Nimeangalia kwenye orodha, asilimia kubwa walioleta maombi ni kampuni kutoka nje, na tumeanza kuwapa maeneo. Nyie mko wapi? Mtu wa Tanzania Private Sector Foundation, mwakilishi natumai yuko hapa, umezungumza sana nani, tusaidiane ambao itapokea mabadiliko haya kwenye sekta ya madini. Tukizungumza leo bidhaa za chuma, watu wasipate hapa, uwezo huo upo. Ndo dhana yangu kubwa ya kuunganisha nguvu, muone namna ya kuweza kufanya kwa pamoja. Pale Dodoma, kampuni ya A1 Steel inajenga kiwanda chenye thamani ya shilingi bilioni 700 na wanaelekea hatua za mwisho za kupata mgodi wa chuma, ambapo kitakuwa ni kiwanda cha pili kwa ukubwa Afrika kwenye uzalishaji wa bidhaa za chuma, na kiwanda cha kwanza kikubwa Tanzania ambacho kitatumia 100% ya malighafi kutoka Tanzania pasipo kurecycle scrap metals. Tunatamani tuwe na vitu vya namna hii vingi zaidi, lakini kama serikali kwa kuyatambua hayo, tumeendelea kuvutia uwekezaji mkubwa. Wiki mbili zilizopita nilikuwa na mwekezaji kutoka China, ameomba eneo pale Buzwagi, tunampatia kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha steel balls. Tunataka kila kitu kitokee Tanzania hivi sasa. Mtaona kama maajabu, lakini mambo hiyo ndio trajectory yetu. Ndani ya muda mfupi ujao tunataka kuyafanya haya. Lakini pia ndugu zangu, trilioni 5.1 zinatokana na Barrick, Sota, Kabanga, Mamba Resources, GGM, Shanta, Barrick. Hazizidi 10. Ndio wanakuja na trilioni 5.1 na mkeka hapa, na katibu wa JNT yuko pale Dr. Gesasa.
tumemaliza kufunga makubaliano na kampuni nyingine 13 kuanzisha migodi mingine mipya. Hawa tuko hatua za mwisho za kusaini framework agreement ambao wanakuja na mtaji wa shilingi trilioni 8. Kuna wakati itafika mtazichoka kazi wa Tanzania, na hii ndio itakuwa faraja ya serikali. Tunataka mfike sehemu mzichoke kazi, mzikatae kazi. Kama leo wako hawa 7 tu wanaacha trilioni 5.1, zikiongezeka hizi 13 hapa wataacha shilingi ngapi? Mpo tayari wa Tanzania? Kwanza mtakuwa wapenzi watazamaji. Ndio maana watia shime, yachukueni maneno yangu kwa uchungu kabisa, na watia shime, kajiungeni, angalieni hizi fursa, nendeni kwenye zile item 20, oneni maeneo ambayo mnaweza mkaongeza nguvu, mfanye pamoja. Fursa hii isiwatoke. Leo ningekuwa mhubiri, hii ndio ingekuwa ni langu la mahubiri yangu, na hii ndio take away yenu leo. Mezeni pride, simameni pamoja na uwezo wa kupiga hatua. Kwenye hawa 13 ninayo makampuni 27 kwenye graphite ambao wako katika mazungumzo. Hivi tukifunga makampuni yote 40, ninyi mnafikiri bidhaa na huduma zitakuwa ni kiasi gani? Zitawazidi kimo